Tofauti na John Heche mwanasiasa, lakini tunafahamu wewe ni baba na ni una familia, ni baba, ni mume, una familia. Familia yako ipo kwenye mazingira yapi unapokuwa unapitia hizi vurugu? Unajua sisi wanawake tuna mengi na namna ya ku take vitu tunatofautiana. Sasa sijui, lakini pia safety ya watoto wako, ndugu, jamaa na marafiki wanaokuzunguka, kama hivyo unavyosema rafiki yako anapiga picha na wewe, natamani kupost watu wakuona huku mwanaharakati, lakini huku kuna watu wanakuona wewe ni kaka, wewe ni msaada kwao, ni ndugu, ni baba, wanakuheshimu, wanakutegemea, lakini wanaogopa hata kujulikana kama wanahusika na wewe. How do you protect that? Kweli kabisa, I'm a family man. Mimi ni mtu na mke na watoto na wapenda, na wao wananipenda, wanataka niwepo, lakini tuna jukumu la kufanya. Kwa hiyo ndo wanakaa na wao na hofu, wanahisi kwamba wakati wowote. Nimesema juzi, mama yangu amepata shida kubwa sana kipindi kile nilipokuwa sijulikani nilipo. Mama amekuwa na shida, lakini shida kubwa zaidi ameipata kipindi hiki ambacho nilikamatwa kwa siku karibia 20 sijulikani niko wapi. Ndio mama amedevelop sukari na pressure yake imekuwa haijaseto mpaka saizi. Unaelewa hivyo vitu. Na ni kutokana tu yeye wakina mama mlivo, mimi ni mtoto wake tu, naendelea kubaki mtoto. Mimi ni mtu mzima lakini nabaki kuwa mtoto wake. Sasa katika mazingira hayo unaweza kufikiria mke wangu anakuwa kwenye state gani, watoto wangu anakuwa kwenye state gani, lakini kuna wajibu wa kufanya na lazima tuufanye. Madam tumeisha kubaliana kwamba tutafanya hili jambo, ni jambo la kikatiba, la kisheria. Sasa halipo mikononi mwangu tena, lipo mikononi mwa wale wanaoamua wakubaliane kwamba tumekubaliana kwa mujibu wa katiba hii hapa kwamba tuna vyama vingi vya kisiasa na sisi ni chama cha upinzani. Wajibu wetu ni moja tu, kazi tuliosajiliwa kufanya ni kuikosoa serikali inavyowezekana ili mapungufu yake yote yawe revealed na sisi tutoe solution, tuaminike, tuingie madarakani. Na hiyo kazi tutaifanya. Yani tutaifanya tu. Yani hata walete vitisho gani tutaifanya, kwa sababu ndio kazi tuliosajiliwa kufanya. Mimi nikianza leo kusifia serikali na kufanya kama vile vyama vya mfukoni wanavyofanya, tule tu vyama tu, nitakuwa nimetoka sasa kwenye wajibu wangu, sina sababu ya kuwepo. Yani kama mimi nitageuka sasa nianze kufanya praise and worship, kuimba na kuabudu, sasa wana CCM wafanye nini? Wana right ya kufanya ya kwao, ya kusifu na kuabudu na kufanya nini, na sisi tuna wajibu wa kuonesha rukia, hawa watu wamekosea 1, 2, 3. Hawa watu wanaharibu hapa kwenye bandari, wanaharibu hapa kwenye kilimo, wanaharibu kwenye maji, na sio kosa. Na ndio maana tunawashangaa kwa nini wananifuatilia, kwa nini wanatuweka kwenye tension kiasi, kwa nini wanasababisha nchi watu wasiwe na amani. Upinzani si tunashindana tu kwa mawazo, baadaye tunarudi tunakuja kufanya nini? Kunywa chai pamoja. Tumefanya hivyo bungeni. Kwani leo kuna nini cha ziada? Tukiwaambia watu wa usalama wa taifa, acheni kunifuatilia mimi ni mwanasiasa tu. Fuatilieni mbegu zinazokuja nchini hapa, zinazokuja kulima mahindi. Je, ni mbegu bora? Fuatilieni viwanda hivi vimejaa humu vya Wahindi, vinazalisha madawa kwa kiwango kinachotokea. Kwa nini ukienda India ukinywa aspirin inayotoka India ni tofauti na inayokunywa hapa Tanzania? Kwa nini ukinywa Panadol ya India ina nguvu kuliko ya kwetu? Hayo ndio mambo usalama wa taifa wanapaswa kufanyia. Kwa nini watu magonjwa ya figo yanaongezeka? Je, ni vyakula? Je, ni watu wanaleta mafuta ya mabovu? Je, ni masukari yanayoingia humu nchini? Vitu vyote hivi ndio kulinda nchi, ndio usalama wa taifa, usalama wa vyakula, usalama wa mipaka yetu, usalama. Kuna watu wanafanya uhujumu uchumi huu. Hao ndio wakufuatilia, sio mimi, sio sisi wanasiasa. Sisi tupo tu tunasema jamani, wananchi tusikilizeni. CCM imeshindwa hapa, imeshindwa hapa, imeshindwa hapa. Tupe, sisi tutafanya hivi, tutafanya hivi, tutafanya hivi. Tupewe space tu tufanye. Hatuna sababu ya kujazana hofu hapa.